Kundi ni vikundi vya mikoba vinawekeza na kukopeshana, lakini wanafanya kazi za mikono pia, za kilimo, za mifugo na za biashara. Kwa maana shirika lenu kuwepo hapa halijakosea. Nichukue nafasi kuwashukuru kwa kufika kwenu hapa. Naamini kama jambo ambalo mtakuwa mnatuletea litodondoka. Lengo kuu la sisi kuja hapa leo ni kuelezea kwamba kama mtakuwa na utayari, tunaweza tukaandaa vikundi. Kikubwa ni nyinyi muweze kupata hiyo elimu na kuwa wadau wa dawa hii, kwamba mtu akiuliza mbona umelima kwa njia asili lakini mboga hazijadumaa, utasema ni wataalamu kutoka Plant Biodefender walikuja wakatupa elimu, lakini pia ni mbegu bora ambayo wao wanatugaia. Na istoshe, kwenye kuzalisha ile miche sio jambo gumu, ni jambo ambalo nyinyi kama vikundi pia mliopo hapa mnaweza mkaendelea kulifanya. Tukiwaletea tu zile tray tukawaonyesha namna ya huo udongo mnapouweka, ni kitu ambacho mnaweza mkawa mnajaza, mkikaa siku zenu 21 mnakuwa mna ile tray inachukua vimiche 200. Kwa hiyo mkivipanga hapo unakuwa na miche yako 200 ya nyanya. Siku 21 una miche yako ambayo tayari una uwezo wa kuihamishia kwenye nini? Kwenye shamba lako nje vizuri kabisa, bila kwenda kulipa shilingi 100 kwa ajili ya mche mmoja au shilingi 50. Ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa hiyo inakuwa imerahisisha. Sawa. Kingine ambacho nimekiongelea ni utengenezaji wa mboji. Lakini kingine pia ambacho nataka niwaelezee sasa, ndo tutaona pia utendaji wa nini wa hii dawa yetu ya Vuruga. Ulishawahi nyumbani kulima bustani ya mboga ukatumia mbolea ya mboji au kutoka kwa wanyama, ukatengeneza mbolea yako mwenyewe ukaitumia ili kuweza kuepuka hizi mbolea za kemikali? Kuna ambao wanafanya hivyo. Kilimo kwa kutumia mbolea ambazo sio za kemikali, ambao wanafanya hivyo. Mnajaribu? Ndio. Unaweka majani ya 40. Ndio. Unamwaga, unaweka mbolea kwenye, unatafuta ni ndoli kubwa, unaweka mbolea, unapata mbolea. Ndio. Uko nani? Nikipiga wadudu wa wake. Sawa. Sasa kujua ni nini nimeharibu hapo au ni nini nimekosa hiyo. Kwa maana sawa. Kwa kuwa tutawapa hizi dawa muweze kuitumia kwa awamu ya kwanza, muweze kuona jinsi gani ambavyo inafanya nini? Inafanya kazi. Matumizi ya dawa yetu ni cc 2 au milizi 2 kwa lita 1 ya maji. Na inatumika kwa mazao yote au ni special kwa mboga? Sasa inatumika kwenye mazao mengi mbalimbali. Kuwepo mboga, mahindi, miti ya matunda kama maparachichi, maembe. Inatumika kote. Na ni kwa nini? Kwa sababu yule fungus anafanya hiyo kazi ya kuwapa wale wadudu ugonjwa, na ndio maana inakuwa na uwezo wa kuangamiza wadudu wengi lakini kwenye mazao tofauti. Sababu dawa inaua mdudu kwa mguso, kwamba ukiwa unapiga vile mdudu yupo, ikimgusa inaanza kumshambulia. Lakini pia ukishapiga ule mmea ukafyonza ile dawa, mdudu akija akatafuna hilo jani, anapata hali naye ameshaanza kuzindika. Na ndio maana tunashauri sana upige jioni, ule usiku wote mmea unakuwa unafanya kazi ya kufyonza, lakini pia ufanye ile mambo ya kujitengenezea tena chakula. Na kwa masuala ya mbolea, na mbolea kama utatumia ndivyo matumizi yake atakavyokuwa, kwamba utachanganya na maji. Na kama itakavyokuwa hivyo bado itahitaji ile mbolea ya kuweka chini kama vile tunavyotumia zile zenye kemikali. Ni kwamba mbolea yetu hii ni kama booster. Yaani inasaidia mmea kukua kwa haraka. Mchanganyo wake ni kwamba hii mbolea unaichanganya na maji tu. Ipo kwenye mfumo wa kimiminika, sio ya unga wala sio ya chini. Kwa hiyo utachanganya na maji ni cc 4 kwa lita 1 ya maji. Nashauri upige kwenye majani na ile kwenye shina yake. Ipige inasaidia, lakini kwa sababu ni kilimo tunasema ambacho hakitumii kemikali, tunashauri unachanganya hata na samadi unaweka. Hapo inakuwa zinasaidiana, zote zinabebana kwa ajili ya kuendeleza hicho kilimo hai. Hii kamoja ya mahindi. Ninatumia hiyo cc 4 ya dawa kwenye eka nzima. Kwenye eka nzima au lita 1 ya maji? Hapana, itatosha lita 1 ya maji. Kwa ushauri, huyu mwenye eka 1 ya mahindi tapiga mara 2 tu.
Mara ya kwanza itakuhitaji utumie nusu lita, mara ya mwisho unakuja kumalizia lita 1. Kwa hiyo kwenye mahindi Napiga mara 2. na narudi nyuma kwenye ile mboga. Ndio. Nitakaa siku ngapi ili niweze kula ile mboga? Hata ukipiga saa hiyo hiyo ukaenda ukachuma ukala, haina shida kabisa, kwa sababu haina shida. Lakini ukipiga saa hiyo hiyo unaweza ukachuma mboga yako ukala. Lakini kama unataka kwa ajili ya matokeo kuangalia, kama kadogo kuangalia sauli hii dawa inakupa mboga kidogo. Kula, yani haina shida, haina kemikali, haina sumu. Na pale kwetu kuna hizo bustani. Baada ya kujua matumizi, baada ya kujua inatengenezwa na nini na tunapatikana wapi, ni muda sasa wa kuelekea kwenye ni namna gani ambayo tutafanya kama kampuni ili nyinyi kama jamii sasa muweze kuiamini hii dawa, muweze kujua faida zake sasa kwa kuziona, muweze kuona kweli sasa kama tulivyosema inafanya kazi na inaweza ikakuongezea labda uzalishaji kwenye matumizi ya nyumbani pia, kwa sababu sio kemikali. Ni mikakati gani ambayo tutaifanya ili nyinyi muweze kuona dawa hii inafanya kazi, lakini pia muweze kupata kipato mwisho wa siku. Hapa vitu ambavyo nimeviongelea vitu vingapi? Vitatu. Nimeongelea swala la elimu, nimeongelea swala la mfumo wa umwagiliaji ambao sisi tutawapa nyinyi kama kikundi kwa uaminifu kwamba utawarahisishia shughuli zenu za umwagiliaji, lakini mtakuwa mmejifunza kitu, tukiamini kwamba kama hautatumia muda mwingi kwenye umwagiliaji basi utafanya shughuli nyingine pia. Kwa hiyo utaendelea kupata kipato chako. Ukienda ukijaza ndoo pale, ukirudi ukaendelea kukamua zako ng'ombe, ni umefanya kazi mbili wakati ungemwagilia labda masaa 2 au 3. Kwa hiyo vitu ambavyo tunataka tufanye kilimo hichi kama ni cha nyumbani, mtu asikiogope. Mtoto akisikia kwamba kamwagilie bustani asianze kusema mama amesema leo nimwagilie bustani, siwezi kwenda kucheza mpira, bora nitoroke nikajificha hata kwa mbali kidogo. Hapana. Ukimwambia mtoto kamwagilie bustani, anajua mimi nakimbia najaza tu hapo ndoo nimeenda. Kwanza tumeshafaidika, si ndio? Nataka niwaulize ni wangapi wameelewa hiki ambacho wenzetu wamekuja nacho. Tumeelewa wote? Asante. Leo ni mwanzo tu. Kwa tutaendelea kuelimishana. Ninafikiri tuishieni hapa kwa leo. Kwanza niwashukuru kwamba mnaelewa hiki ambacho wenzetu wamekuja nacho. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa na maswali mengi kwa kweli, lakini sasa mengine yamepungua huko. Ndio. Kwa naomba wakati tunakwenda kufunga tupate watu 4 wao wenyewe hawa wanachama wachague. Mwisho wa siku sasa tukija kukutana tutakuwa tumeshaunda vikundi, tunakwenda kuanza navyo. Ndio. Haya.